Gideon Ndambuki ambao nitakuwa host. Na interview ya leo tutakuwa tunaangazia mambo ya saratani. Na tuko hapa New Vision Estate, Kasarani. Sasa leo nimekuja na muuguzi wa masuala ya saratani. Saratani kwa Kiingereza ni cancer. Na leo tuko na Rhoda na tutamkaribisha ajifanyie introduction. Atatuambia jina lake, ile profession anafanya na labda amefanya kwa muda gani, na atuambie zile visa vya saratani ambazo kaunti ya Taita Taveta inashughulikia kwa sasa. So karibu. Asante sana Gideon. Kwa majina naitwa Rhoda Drusilla Mwamburi. Nafanya pale Moi County Referral Hospital katika kitengo cha saratani. Mimi ni muuguzi wa saratani ambayo tunaita oncology nursing, na kwa katika kitengo kile tunaona wagonjwa ambao ni wa saratani na tunawapea matibabu na kuwahudumia katika kitengo kile. Ni cases ngapi ambazo ni nazita active cases za cancer ambazo mnashughulikia kama pale Moi? Kwa kusema kweli sahi Gideon, yes. Tumekuwa na wagonjwa zaidi ya 520 ambao hao ni wale wagonjwa tunasema wamekuja na saratani kutoka manyumbani kwao, na tukawapima tukathibitisha kwamba wako na saratani. Hao ni 520. Kati ya hao 520 100 wako katika matibabu ambayo ni active, wako kwa chemotherapy, na hao wengine wako kwa follow ups. Wengine tu anaendelea kupata matibabu mengine ambayo tunaita ni matibabu ya hormonal. So na wengine wako katika kiwa. So wale wako kwa active ni wale 100. Asante. Sasa kumekuwa na maneno mengi kuhusu kansa. Sasa ni vizuri waambie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kansa ni nini ama saratani ni nini. Hiyo ndio jambo la msingi kwa kueleza wananchi ama watazamaji saratani ni nini. Sawa. Asante sana. Saratani kwanza tunaieleza kwa kupitia seli. Saratani inaanza kwa cell. So ile seli ni chembe ndogo ambayo inapatikana katika mwili ambayo tunasema ni tissue. So kwa hiyo cell inapatikana kwamba inajigawanya kwa kiwango ambacho akieleweki, na inajigawanya kwa wingi na kwa wakati na rapidly. So kule kujigawanya kwa ile cell na ikose kukufa ndio tunaita saratani. Kwa sababu tunasema hivi kwa sababu seli ya kawaida inafaa kuwa ikikuwa kubwa inafaa kuwa ikufe, a natural death. So ikifika kwamba haiwezi kufa ama ikiwa old haikufi, ndio maana inaleta ile saratani, kwa sababu inaendelea kujigawanya na inaendelea kukua kwa zaidi na zaidi, ndio ile uvimbe unaendelea kuongezeka, na ndio hiyo tunaita saratani. So saratani inaanzia kwa ile seli ya binadamu iko katika mwili wake. So kulingana na wewe kama mtabibu, seli inafaa kuwa inafika muda fulani alafu inakufa. Na seli kikufa kwa mwili inaenda wapi? Sasa seli inafaa kuwa ikikuwa mzee ikufe, ama seli unajua inakuwa divided, iko na kitu tunaita DNA inside it. DNA ina determine hii kitu inafaa kuleta nini. Kwa mfano ile cell imeleta kwamba imeleta message mbaya kwa mwili, na sasa inakosa so I'm trying to kuelezea scientifically. So hiyo DNA ikisoma vibaya inafaa sasa ikufe. Sasa hiyo time haiwezi kufa kwa sababu iko na saratani. But ile normal cell ikishashikwa na ile isome message kwamba hii cell imeharibika, ina mwili uko na kule kujiua ambao tunaita apoptosis. So inajiua yenyewe
na inachanganyikana tu na protein and other things, so si ati itaku affect ama itafanya nini, but inakufa, kunatengenezeka seli mpya. So ile seli mpya ndo zinaendelea kujenga mwili wako. Lakini kwa upande wa saratani unapata ile cell imekuwa mzee, haikufi, na imekuwa imeleta sura ambayo imeleta message ambayo si mzuri, na bado haiwezi ikakufa. That's why unapata inaleta ile mgawanyiko ambao haufai na inaharibu, inaleta saratani. Asante. Na kulingana na wewe ni sababu gani ambazo zinachangia mambo ya saratani kwa maisha ya wananchi? Kusema ukweli Gideon, hakuna kile kinaleta saratani, lakini vile kuna vitu tunasema zinachangia, predisposing factors. Hizo vitu ndo zinachangia kuleta saratani. So hatuwezi sema ati kitu fulani ndicho kinacholeta saratani, ila kuna vitu ambavyo vinachangia wewe kupata saratani. Mojawapo ikiwa ni kukunywa pombe kupitilia kiasi, kuvuta sigara. Kitu kingine ambacho pia kinaweza leta ni ulaji wa chakula ambacho hakifai katika mwili. Na nikisema chakula ambacho hakifai ni inamaanisha kwamba unsaturated fats, kukula vyakula ambazo zina mafuta mengi, kukula vyakula ambavyo viko na sukari nyingi. Hizo vitu zinaleta saratani, zinakuweka katika high chances ya kuwa na saratani. Na kuna saratani aina ambazo zinaletwa na vitu kadha wa kadha. So hizo ni mojawapo. So tukisema sasa kama saratani, kwa mfano ya saratani ya mlango wa kizazi inaletwa na virus ambayo tunaita HPV virus. So hiyo ukiwa na HPV virus, hiyo human papilloma virus, hiyo ndio inakusababishia, uko na higher chances of you getting hiyo ugonjwa ya saratani ya mlango wa kizazi. Kitu kingine apart from viruses ni environment. Mazingira yetu iko aina gani? Ukiishi mahali tunasema zile mijengo zimejengwa na asbestos, uko katika a high chance ya kupata saratani ya the lung, ya mapafu, kupata saratani pia ya skin ukiwa na exposure to sunlight, tunaita melanoma most of the time ya skin. Kitu kingine pia kinaweza sababisha saratani ni genetic. Kuna saratani ambazo zinazunguka katika familia, so unakuwa katika higher chances ya kupata hiyo saratani kwa sababu kwa familia yako mko na hiyo saratani. Kwa mfano saratani ya tunaitaje, colon cancer na breast cancer, most of the times na kuanga ni genetic na zinapitia katika familia. Hizo ndio sababu ambazo zinaweza sababisha saratani. So hatuwezi sema eti kuna kitu fulani kinaleta saratani. Hizo ni vitu zenye zinakupredispose. Na kwa vitu zenye nimetaja, si lazima kwamba unaweza pata saratani kupitia kwayo. Unaweza kuwa hauna hizo ila ukapata saratani. So sometimes hizo vitu zinakuwa tu ni in the books. That's why ukipata hata kwa wagonjwa wale tunauliza, unaweza pata hata risk factor ilikuwa moja. Na unaweza pata hata hawakuwa na saratani kwa familia ya kwao. So sometimes tunasema hizo ni vitu tu zinakuweka katika higher chances of you getting saratani. Na pia saratani pia ya kizazi tunasema kwamba inaletwa pia na ile kukua na unprotected sex na watu kadha wa kadha, kwa sababu mwanamume anabeba hiyo virus ya HPV inakuwa dormant kwa mwanamume. So akienda kipatia mwanamke itakaa hapo over 10 years ndio ianze kubadilisha ule muonekano wa cell. Kama tuliposema awali, cell ndio inasababisha ile sasa mgawanyo mbaya, alafu na kugrow faster. So hiyo ndio inaleta saratani. So hizo ndio sababu ambazo zinaweza sababisha mtu kupata. Na pia advanced age, kidogo nisahau, kulikuwa na hiyo pia ya umri kisonga sana, pia
uko na high chances ya kupata saratani zingine. Yeah. Na kumekuwa na misconception nyingi sana kuhusu cancer ama saratani, ambao watu wanafikiria fulani saratani, amerogwa, mpeleke kwa pasta. Kumekuwa na misconception sana. Kwa ile experience uko nayo, ni umepata misconception za aina gani kuhusu cancer? Kwa sababu hapa tunaishi ni Taita Taveta, nitaongelea ya watu wa Taita Taveta. Ile misconception ambayo tumepata most of the time, unapata mtu anakuja akona saratani ya koo, anasema alirogwa, alikewa sumu, ndo manake ameshikwa na saratani ya koo. Kitu kingine wanasema ni uchawi. Most of the time wanafikiria ni uchawi, ndo wanairelate sana na hiyo kukuwa na saratani. Vitu vingine pia ni ile kuchukuliwa. Unaona saa ile unafaa kujua mtu ako na saratani, lazima uchukue unyama ambayo tunaita biopsy, ndo ili ijulikane kwamba kweli uko na saratani. Naweza kweli nikaona hii ni kidonda kweli inakaa saratani, lakini kabla sija kuambia hiyo ni saratani, lazima nichukue unyama ili iende ikapelekwe kwa mahabara ikachunguzwe, ndo upate kuambiwa kwamba uko na saratani. So hiyo misconception inakuja kwamba wale wataita wana believe kwamba ikitolewa kale kanyama ndio hiyo kansa inaendelea kuzidi na inakuua. So most of them ukiwaambia nenda kachukue nyama ndo tukuje tukutibu, anasema hapana, ngoja tuende tukatumie miti shamba, tutaona vile tutafanya. Na hivyo ndo utawapoteza, hawatarudi tena. So hiyo misconception bado iko sana kwa watu wa Taita Taveta. Na kuna masuala kuna jambo umegusia hapo ya lifestyle. Vile watu naishi kila siku. Kwa hivyo kuna uhusiano mkubwa kati ya maisha yetu ya kila siku na mambo ya saratani. Exactly. Kunayo uhusiano katika lifestyle na kupata saratani. Kwa mfano niliposema hapo awali, kuna ile lifestyle tunasema unapenda kula vyakula vya aina gani. Watu wengi hupenda fast food. Ukienda pale kwa hoteli unataka kuitisha chakula kupenda chakula ya hotelini badala ya kwenda kujiandalia mwenyewe. Hizo vitu ujui wamepika na mafuta ya aina gani, those unsaturated fats wanapika nazo, unapata zinakuongeza. Unajua saratani Gideon inatokana kwamba inapenda mahali kuna mafuta, mahali kuko na sukari mingi, ndio ina thrive sana, inaishi vizuri, inapenda mahali kama hapo. Na pia inapenda hewa. That's why unapata saratani ile seli iko na tabia kwamba inaweza jifanyia blood stream yake wenyewe. So unapata mtu akianza saratani ikianza, ile chembe ya cell inaanza kujitafutia its own blood supply. That's why most of the time ikisha grow inaanza kujidivide, sasa ndio itembee, sasa ndio hiyo tunaita metastatic disease. So tunasemanga sasa inapenda mahali kuna hewa. That's why unapata inatembea sana kwa mapafu kujitafutia hewa, na pia inatembea kwa mapafu kwa sababu ilikuwa inatafuta mahali kuna oxygen. Most of the time tunajua vein inaleta hiyo zile mishipa za damu ziko na oxygen, so inapenda mahali kama hapo. So kwa nini nakuja na hiyo point? Nasema kwamba watu wengi wanapenda kula hizo vyakula vya mafuta na hawafanyi mazoezi. Ni watu wengi sana ambayo wanakula, kufanya mazoezi hawezi fanya. So hiyo lifestyle iko na changamoto kwamba kama ile fat umeikula na huwezi toa kwa mwili, iko na inakuweka katika kiwango cha juu cha wewe kupata saratani. Yeah. Na asante. Na kama mtu akipatikana na saratani na amekuja pale hospitali, ni muhimu aelekezwe ufai kula hii, unafaa kula hii, unafaa kula hii, ama huwa hamna hiyo kitengo katika hospitali zetu? Kwa kila hospitali iko na kitu tunaita multidisciplinary committee ama multidisciplinary action. So tukisema multidisciplinary ni kumaanisha kwamba iko na mchanganyiko wa wataalamu
katika kitengo kile. Tuko na wataalamu wa vyakula ambao ndo tunaita nutritionist, tuko na wataalamu wa kisaikolojia, tuko na wataalamu wa kuongelea maneno ya social life, social workers. So kile kitengo tuko na nurses, tuko na madaktari, tuko na support staff. So kile kitengo kimechanganyika na watu wengi. Na tukisema mambo ya multidisciplinary kwa mambo na chakula, tuko na hiyo nutrition department ndio inashughulika na mambo ya chakula. So sisi tukimalizana na mambo ya kuelezea mgonjwa kwamba uko na saratani, tunamsukuma sasa kwa wanatibiwa already kwa under one roof si ati tunamtoa hapa tukumpeleka kwa department nyingine. The same department itahusika kuangalia huyu mgonjwa. So akitoka kwa daktari huyu anaingia kwa huyu akielezewa mambo ya chakula, akitoka hapo anaelekea nao kwa madawa, akielekea wapi na wapi. So kuko na hizo vitengo ambazo zinaelezea watu vyakula ambazo wanafaa kutumia mara kwa mara. Tuje pale kwa cancer. Kuna mtu amekuja kama mgonjwa wa kawaida, amepitia kwa madaktari wale wengine, wameona waacha aende kwa department aende afanyiwe biopsy ama afanyiwe uchunguzi zaidi wa mambo ya cancer. Kuna habari kwamba cancer iko na stages. Unaweza elezea watazamaji wetu kuhusu vile mnafanya kutambua huyu mtu ana ugonjwa huo wa saratani, iko stage gani, kuna ni stage gani hatari zaidi, ni stage gani ambayo mnaona mtu akiwa kwa hiyo stage naweza bado anaweza na survival rate ya kila stage. Labda nielezee wananchi kwamba kile kinachofanyika kabla ya sisi kutambua kwamba uko na saratani. Huyu inaweza kuwa ni mgonjwa amejileta mwenyewe kutoka kwa nyumbani kwake akija katika hospitali, ama inaweza kuwa ni mgonjwa ambayo ameletwa kutoka facility nyingine, that is a referral hospital, ameletwa katika kitengo kile. So mara ya kwanza kitu ambacho tunafanya ni ili kujua uhakika uko na saratani ama hauna, ni tuanze kuchukua nyama. Hiyo nyama tunaita biopsy. Kale kanyama kadogo tunakachukua kutoka mahali uko na unalalamikia. Kwa mfano kuna aina za saratani. Kuna saratani ya matiti, kuna saratani pia ya utumbo, kuna saratani ya kila mahali. Unajua saratani ina affect kila mahali isipokuwa kucha na nywele. So kila mahali kwenye maybe mahali uko na hiyo shida, ndo tutakapochukua kale kanyama kadogo ambayo tunaita ka biopsy. Ni kanyama tu kadogo sana, tunakachukua tunakapeleka kwa mahabara ili kapate kuchunguzwa ujulikane kama uko na saratani. Sasa tukishajua tupate ile report yako ambayo tunaita histology report. Ndo sasa hiyo histology report nao sasa ndo itatueleza hii saratani inatokea kwa upande gani, iko aina gani, is it aggressive, iko vipi. Ndo kuanzia hapo sasa tushajua wewe kuna saratani kamili. Sasa ndo tunaanza kukustage. Na tutakustage kupitia njia gani? Kupitia picha. Tutakupiga picha ya kifua, ya utumbo na ya huku chini kwa tunaita pelvis. So tukishachukua hizo picha zinafaa kuonyesha it can be either MRI, CT scan ama PET scan. So hizo picha ndo zitatuonyesha kuna chembe zimetembea katika mapafu, kuna chembe ziko katika utumbo, ziko katika liver, so itatueleza. So hizo chembe sasa tukianza katika kustage, sasa kuna stage 1, 2, 3 and 4. So katika stage tukisema sasa ni stage ya kwanza ni ile kwamba ugonjwa uko pale pale. Kama ni kwa titi uko pale pale kwa titi. So hujatembea mahali, uko pale pale. So kuna hiyo. Alafu stage 2 sasa iko pale pale kwa hiyo titi, lakini imetembea kidogo, lakini iko bado kwa hizo surroundings za titi, either the za matiti
ikatembea kidogo, so iko stage 1 na 2. Stage 3 ni pale imetoka kwa hiyo titi ikatembea kidogo mbali na titi. Inaweza tembea kwa sababu titi iko karibu na mapafu, inaweza enda just beneath the mapafu, haijaingia ndani ya mapafu but imeenda kwa mapafu, hapo imefika tu hapo. Ama ikaenda kwa nodes ambayo tunaita lymph nodes wanaita ngavavi. I know wale wananisikiza wenye wanajua ni Kitaita wanajua inaitwa ngavavi. So most of the time tunaambia ngavavi. Unasikia kama uko na ngavavi katika mkono wako, ndio hiyo tunajua sasa imeenda kwa lymph nodes. So kuna stage ya 3, stage ya 4 sasa ni ile imesambaa kila mahali. Imeenda kwa mapafu, imeenda kwa mfupa, imeenda kwa brain, imetembea yani. So hiyo ni stage 4. So ile picha ambayo tutakuwa tumepiga kama ni wa CT scan itatuonyesha kwamba hii ugonjwa imesambaa, imeenda kila mahali ama iko pale pale, ni stage 1, ndio itatueleza. So after stage sasa kwa sababu is a journey, tutaenda through with you, na si ati ni kitu utafanywa in one day. That's why sometimes people, you need to be very patient, kwa sababu ni kitu ambacho kinafaa kupangwa. Si ati ni kitu tutakuja leo tukuone tu stage ugonjwa leo, kwa sababu kuna ile tunasema financial constraints. Kuna mwingine hana pesa ya MRI, hana pesa ya kufanya PET scan, ama hajajiregister kwa SHA. So inaleta hizo vitu ambayo zinaendelea kudelay, but kama kila kitu kiko sawa, ndo tunakutuma mbio. Unaweza in a span of 1 week unaweza tuletea hizo result, na tukastage ugonjwa na tukaanza treatment. So after stage ugonjwa ndo tunaanza sasa kukupangia matibabu, na matibabu yana depend na mgonjwa mwenyewe, kiafya yake ako vipi. Kwa hatuwezi kuanzisha mgonjwa ambaye ako na saratani na pia amedhoofika. Lazima tujue uko mwili wako unaweza sustain chemotherapy ama radiotherapy. So lazima inalingana kulingana na mgonjwa vile alivyo. Kitu kingine pia inalingana na stage mali uko. Hiyo stage treatment inalingana na stage. Na kitu kingine pia inalingana na preference ya patient. Saa nyingine anaweza kukuambia mimi nataka kutumia tu supplementary medicine, ama nataka kutumia nataka mitishamba, sitaki kuenda kwa chemotherapy, vitu kama hivyo. So most of the time unapata kuna kwa hivyo. So tunaanzisha matibabu kulingana na hizo sababu nimeelezea. Na kuna aina tofauti, maybe niendelee. Kuna aina tofauti ya matibabu. Kuna what we call surgery. So tunaweza kata hiyo sehemu ambayo iko na saratani. Alafu tunaweza kupatia pia chemotherapy. Chemotherapy inapitishwa through kwa mishipa. Either unaweza pata kwa mshipa ama ukapata through orally, yani tunaweza kupatia ya kumeza. Alafu kitu kingine pia kuna what we call ya miale, ya kuchoma na miale. Ndio hiyo watu wengi wanaijua kama radiotherapy. Hiyo inachoma zile sehemu za cells zenye ziko katika hiyo saratani na inapunguza hiyo saratani. Kitu kingine pia tuna zile tunaita hormonals. Tunaweza kuweka hormonal therapy, hormones ambazo zina balance that disease. Another thing is targeted therapy. Ile targeted therapy ni matibabu ya kulenga. Tunalenga ile ugonjwa iko mahali gani. So that's what we call targeted therapy. So hizo ni mojawapo ya matibabu yenye yanapatikana katika saratani. Ndio hiyo tunatibu nayo saratani hivyo. Asante. Yesu umeeleza kuna misconception kwamba ukipata cancer ni kama death sentence. Sasa zingine wagonjwa wana react tofauti wakishaambiwa uko na saratani. Anaona leo ndo siku yangu ya mwisho kufa. How do you handle kwa mmefanya hiyo process? Mnakuaga na hiyo mambo ya counseling ya kueleza mgonjwa kubali kwamba cancer iko, na how do you handle huwa wagonjwa na react namna gani akishajua ako na cancer, na akishajua mnatumia mbinu gani kumfanya akubaliane na hali? Yes. So reaction ni kama ile ya kawaida. Kwa mtu labda kwa mfano tuseme unaenda kupimwa virusi, unasikianga ile uko na anxiety,
hata kama unajua hujapitia hizo njia zenye unafikiria. So ni the same tu na vile mtu wa saratani atakuwa na ile anxiety, fear of unknown, atakuwa anafikiria sasa hivi maybe vile niko na saratani naenda kufa. Na vile nilisema hapo awali nikasema kwamba katika kitengo cha saratani tuko na ile multidisciplinary we do that multidisciplinary, that is tuko na watu tofauti wa kuhandle hizo cases. But as for us like oncology nurses, tuko trained na tunajua vile ya kuongelesha hawa wagonjwa. So tukishajua uko na saratani lazima tukueleze, ni lazima tukupei habari yako. Unajua si kama kitambo watu walikuwa hawaelezi. Mtu anaweza kuja na mgonjwa wake aseme mimi ningependa usiambie mama yetu kwamba akona, ama usiambie huyu nyanya yetu kwamba akona saratani, mtibuni tu lakini msimwambie. Lakini siku hizi ethically tunasema kwamba mtu unafaa kumwambia huyo mgonjwa kinaga ubaga kwamba uko na saratani na hii saratani yako iko hivi na hivi na hivi. Kama imetembea unafaa kumwambia kwamba imetembea na tunakupatia matibabu kadha wa kadha ili kuongezea maisha, na pia kukupea ile quality of life. Na sasa kuna vile tunakubeba pole, si ati nakupatia a bulk of information. Kuna vile nakubeba pole. Leo nikikwambia hivi na kueleza mpaka ufikie kiwango cha kwamba umenielewa vizuri na umeelewa ugonjwa wako vizuri. So ile misconception ya kwamba mtu akiambiwa kwamba ako na saratani anaweza kufa ama anaweza kufanya nini. Yes, sometimes unapata mtu akiwa na ile stress ama depression ndio itakayo kumaliza hata kuliko ile ugonjwa wenyewe. So unapata mtu mwingine unaweza kuwa umemwambia leo kwamba uko na saratani, kitu kenye hata akitamuua si hiyo saratani, itakuwa sasa ni ile depression ambayo ameenda nayo nyumbani. Labda hakukuelewa vizuri ama hakuelezewa vizuri kwa njia ambayo inafaa, ndio maana unapata inakuwa na ile haijaelezeka vizuri. So emotionally tunawaelezea vizuri because kwa sababu kwa ile kitengo yetu tunafanya what we call holistic management. Holistic inamaanisha kwamba tunakupatia spiritually, tuko hapo tunakuelezea katika neno la Mungu kulingana na vile wewe unaamini. Unajua there are people who believe in science, those people who believe in God. Kuna wenye wana believe in supernatural, kuna wale wenye wana believe kwa waganga na all that things. So it depends. So spiritually lazima tujue wewe uko wapi, uko katika upande gani, ndio manake ndio tuanze kukuelezea from there. So spiritually tuna handle that. Tukikuja emotionally, now your emotion, vile una feel katika mwili wako na vile tulivyokuelezea, tunakuuliza uko na mpango gani now that umejua uko na hii saratani, unaichukulia vipi? So emotionally tunakuhandle vizuri. And then when it comes to psychosocial, now tunakuangalia je uko na SHA, uko na pesa ambazo zinaweza kukusaidia kuchunguzwa zaidi, kufanya kitu kama MRI, PET scan, kufanya vitu kadha wa kadha ambazo zinahitajika katika ugonjwa huu. Manake Gideon, nisikufiche kwamba saratani is the most expensive treatment that or disease that you can get in the whole world, you know. So kutibu saratani inachukua mtu, inakudrain emotionally. Kwa wale wenye wamepitia katika maybe uko na mtu wako mwenye amekuwa na saratani, wataelewa kwamba inakuchukua emotionally, inakudrain sana. Pia financially inakuwa pia imekuconstrain. Kama uko na ile financial constraint inakudrain pia sana. Most of the time unapata mtu ameuza ng'ombe, ameuza shamba ili kuafford matibabu ya saratani. Na tunashukuru kwamba SHA ilikuja na ikaanza kusaidia katika upande mwingine. Unapata inasaidia katika matibabu. Mtu session moja anapata maybe na 50,000. Na anafaa kuipata after every 3 weeks. So unaona hiyo ni pesa mingi sana tukisema unakuwa unatumia cash. So inabidi hapo umadvise kwamba it's rather ulipe 1 year, ulipe mwaka mzima
kwa ile SHA ndo iweze kukusaidia katika matibabu, so ina drain sana financially. So wakati unasema ina drain sana financially, generally mtazamaji yule ambaye hajapata masuala kama haya haezi elewa. So kulingana na wewe from umepata gundulika hiyo procedure yote mpaka hiyo treatment exercise, kwa mfano session moja ya chemotherapy na cost kama overview, just ongelelea mambo ya gharama hizo sessions, especially mahali huko sasa. Sasa roughly unajua sasa kila saratani iko na matibabu yake. Chemotherapy, yes, is a general name but it has its own drugs. Kuna dawa tofauti ya kila saratani na iko na dawa yake. So unapata dawa nyingine. So for example, acha niende tu na bado ya breast. Unapata dawa moja inaweza kucost like 40,000. Hiyo ni dawa moja ya session moja. Ingine ni kucost 110. For example, Herceptin inakuanga iko juu sana. Alafu sasa unapata kama vitu zingine, tuseme kwa mfano mtu wa prostate cancer anafaa kudungwa Zoladex, anafaa kupata na chemo na vitu zote so uki-include all that unapata kwamba huyo mgonjwa anaweza tumia like 2 something m kwa matibabu yake in a year. Yeah. So that's why unapata sometimes ile matibabu inaendelea inasupportiwa na SHA, alafu with the time inakwambia sasa SHA inamwambia kwamba matibabu yake imefika mwisho, ni SHA yake imekatika. Unaona, ni kumaanisha kwamba imefika kiwango cha juu, ile SHA ni kama inaisha. Yeah. So what I can say is inakula pesa mingi sana. That's why hata wale wagonjwa walikuwa nasema ile pesa walikuwa wamewekewa ya 1500 katika SHA ya kumatibabu yao ya chemotherapy ni kidogo. That's why naona imeongezewa, imekuwa 800,000 ya, so itaweza anza maybe January ndo watu waanze kuhudumiwa, at least imepanda kidogo ndo watu wapate kusaidika. Na kitambo kuna wakati kulikuwa kunafanywa chanjo tukiwa I think primary school something. Kuna masuala ya chanjo za zilikuwa zinapeanwa kitambo za kufight saratani. That's what we used to believe, lakini kwa sababu ya misconception because zinaambiwa ni masuala ya kuzuia population. Kuna dungo wasichana lakini unaambiwa hapana, hii ni njia ya kuzuia msipata watoto. You know, that was that misconception. But kulikuwa na vaccination kama njia moja ya, na kama bado hizo mambo ya chanjo bado yanaendelea ama hayaendelee, na mambo ya screening utaunganisha yote hayo, explain. So kuna vile tunasema kuna ile primary prevention na secondary prevention. So kuna ile tunasema tuna screen, ndio tunafanya kufanya uchunguzi kabla hujapata ile ugonjwa. So tunaanza kukuchunguza, ndio hiyo tunaenda tukifanya, maybe inaweza kuwa ina community, tunaenda kule tuangalie wa mama wa baba, tuchunguze wa baba katika prostate cancer, tuchunguze high risk colon cancer, wale watu na colon cancer, tufanye hizo high risk pia esophageal, tuulize tu hizo mama history taking. Alafu kuna ile sasa pia tunachunguza kizazi kwa wanawake. Sasa hiyo ndio tunaanza na hizo vitu. Alafu tukisema sasa ni ile prevention, tunaanza kwa wale wasichana wetu wadogo. Si nilikuelezea hapo awali nikisema kwamba kuna ile tunaita HPV ndio inaleta saratani kwa wasichana. So tunaanza kuna vile serikali ime roll out ile program ya kudunga wasichana chanjo ya HPV wakiwa katika miaka 10. Sasa tuna believe kwamba ule msichana kabla aanze kubale, aanze kujua wanaume, aanze kujua ni akuwe na ile chanjo already iko kwa mwili wake, because tulisema kwamba wanaume ndio wako katika ile iko endowment
form Okay. So imetulia tu hapo. So ile msichana akija kuanza kubalee na kuelewa mambo ya kuwa na boyfriend, atakuwa tushamzuia hapa. So tulisema kwamba ukishapata hiyo chanjo itakulast for over 10 years. Na ukishapata ile HPV huwa inakaa kwa mwili wako for 10 years, ndo ianze kuonyeshana zile, sasa ianze kubadilisha ule muonekano wa cell. So kwa nini tutake kuzuia mapema? Ni ili kwamba wale wasichana wetu wale wa miaka 10 sasa bado tuna assume kwamba hawajaanza kujua mambo ya kuwa active. So ndo tunaanza kuwapea chanjo kwa mapema ili ipate kuzuia ile ugonjwa in case sasa waanze after 12 years maybe waanze kukubale na kujua wanaume. So hiyo ina prevent. So we are doing that as a preventive measure. Na ile misconception watu wanasema labda ni ya kuzuia maybe kupunguza population, hiyo tu ni misconception na haiko mahali. Manake sikudanganye Gideon, sitatoka kwa nyumba yangu nikuje nikudunge family planning kwa nyumba yako. For what reason? I make sense. So na sisi wenyewe pia ni wanawake, mbona tukubali tena tukuje tudunge wasichana wetu kwamba hiyo kwa sababu imefanywa uchunguzi kadha ndo iletwe sasa ikuje ipewe binadamu wa kawaida ama ipewe wasichana wetu. So it's very safe. Na most of our girls in Taita Taveta I think uptake iko juu because na hizo misconceptions zimesha elezewa, watu wakaelewa. So wale wajaelewa vizuri ni wale ni asilimia kidogo sana yenye hawaja kubali kwamba wasichana wao wanafaa kudungwa hiyo HPV virus. Alafu tena nikueleze kwamba licha ya kwamba tunasema HPV iko dormant kwa mwanamume, pia inaweza leta what we call penile cancer, ile saratani ya kiumbe cha mwanamume. So inaweza leta vitu kama hizo. Alafu kwa wale watu, unajua kuna vile watu hujipea uroda wao kitofauti. Kuna wale watu wanapenda hiyo oral sex and whatever. So inaleta pia saratani ya ambayo tunaita oropharynx. So most of the time hizo vitu ziko na zinaendelea katika country yetu. So hizo vitu, hiyo chanjo tunapeana pia. Okay. Nataka kukuuliza swali moja alafu tuje masuala ya mengine. Cancer inakuwaga tumia neno prevalent. Unakuta hii area zile cancer iko zaidi ni ya ugonjwa fulani. Taita Taveta kulingana na vile umekuwa kwa hii taaluma, kati ya watu 520 umesema. Ni saratani gani imekuwa zaidi kwa wagonjwa wa Taita Taveta ama imetambulikana zaidi Taita Taveta? So asante sana. So nikikuleta katika takwimu zenye ziko, tukianza na top 5 cancers zenye ziko Taita Taveta, tuko na breast cancer ambayo ni number 1, tuko na cervical cancer number 2, number 3 sasa ni hiyo tunaita esophageal cancer ambayo ni cancer ya ama saratani ya umio ya esophagus ya koo. Yeah. So that's number 4. Number 5 prostate cancer ambayo ni ya wanaume kwa prostate, and then colorectal cancer ambayo ni ya colon. So saratani nyingi tumeona zinatoka sana Voi, na hii tunaweza sema maybe ni vile iko karibu katika kituo chetu. So mtu anapata maybe ni rahisi kufika Moi kuliko mtu mwenye ako Taveta. So proximity inaweza kuwa pia ni sababu ya mojawapo kwa nini tuko na takwimu kubwa Voi. Alafu unapata kwa Undanyi sub county, tuko na sub county zetu 4. So Undanyi sub county unapata watu wengi wale wako na hizo saratani za umio, hizo za esophageal cancer ya saratani ya koo. So hatujafanya research bado, but unapata watu wana associate na ile kunywa chai moto
inaweza kuwa maybe madini ni mengi katika nini, ama watu wanakula vyakula vya aina gani. So hatujaifanyia uchunguzi bado. Tutaweza kuifanyia maybe with time, ndo tupate takwimu kwa nini, tupate reason kwa nini iko nyingi katika pande ule. Alafu the least uptake iko katika Taveta. So Taveta tunaweza sema maybe vile wako mbali, ama wao wenyewe hajitokezi kufanyia uchunguzi, ama sijui tunaweza sema nini. Tunaweza fanya uchunguzi zaidi pia tujue ni kwa nini Taveta iko na watu kidogo ambao wanajitokeza kwa saratani. Ama wanaenda Tanzania pia, unajua wale wako karibu na mpaka, so wanaweza kuwa wanaenda Tanzania, ndo takwimu zao ziko chini. Nataka turudi hapo kwa county. Na hapo ndo Moi Hospital. Ndo hospitali yetu kubwa zaidi. Na umesema kuna process ya upatikane kuanzia kugunduliwa kuanzia mwanzo, si ndio? Kuna biopsy. Kuna treatment tofauti. Kuna hiyo process yote mpaka mwisho. Kuna msikilizaji anauliza ni pale Moi Hospital ni service gani mna offer? Useme bwana ukija identification nafanywa, biopsy atufanye. Unaelewa? Ndio kaza mna cancer center, ueleze zile steps county imefanya kwa masuala ya cancer, na ni service gani zinapatikana pale, treatment type gani zinapatikana pale, mambo kama hayo. So kwa kitengo chetu kile cha saratani kuna vitu kadha wa kadha ambayo tunafanya. Ikiwa mojawapo ni uchunguzi wa saratani. Tunachunguza kama kweli uko na saratani ama vipi. So kwa kitengo kile tunafanya uchunguzi wa kizazi, tunafanya uchunguzi wa kansa zote kadha. Uchunguzi unakuja kwa njia mingi. Tunaweza kuwa bado tukuchukue history taking, hiyo ni bado ni kama kuchunguza. Na kuna ile sasa tumechukua mpaka nyama, ndo tuweze kudhibitisha. Tuko na surgeons wengi, so ukikuja pale kama ni mtu wa kuchukuliwa nyama tunakutuma kwa surgeons. As long as your SHA is working, utafanyiwa. Kama sasa hiyo tuseme kama kwa mfano colonoscopy hatuna katika kitengo kile, ama hospitali ile nzima ya referral, tunaweza kukurefer to another place ndo ufanyiwe ndo ukulete. Kitu kama pia ile uchunguzi ya core ambayo tunaita OGD pia hatuna, na ni changamoto kubwa ambayo imekuwa katika kitengo kile. So hiyo pia tunakurefer mahali kwingine, unafanyiwa, unachunguzwa, alafu sasa tunajua kama kweli uko nayo ama vipi. So sasa katika kitengo chetu ni ile tunaona wale wagonjwa thabiti, wale wenye wamethibitishwa kwamba wako na saratani. Kwetu sasa kwa sababu tukisema tunachukua biopsy, kwetu hatuchukui biopsy. Sisi tunachukua wale wagonjwa wameshafanywa kila kitu kutoka kule kwa surgeon, wakatumwa kwetu with that report yenye tunaita ni report ya nyama, tunaita histology report. Sasa kuanzia hapo sisi sasa ndo tuna handle from there. Katika kitengo kile bado hatujaanza kupeana chemotherapy ama matibabu yale active ya chemotherapy. What we do is kuna oncologist ambao tuko na oncologist wetu wawili. Wale ndio wanawaona na kuanzisha matibabu. Na yale matibabu yenye sasa watakuwa wameanzishwa naenda kuyapatia Mombasa ama Nairobi, depending na ile patient ako ni wapi atafeel. Vile nilikwambia awali, preference ya patient anataka kwenda kutibiwa wapi, so it depends, wao ndo wanaeleza. Na sisi pia tunaweza kukuguide kwamba ni wapi unaweza enda kupata matibabu mazuri na ukaelezewa, but si ati tunakukohas kwamba kuna mahali fulani unafaa kwenda kupata matibabu. So tuna refer. For now we are doing referral because machine ya kuchanganya chemotherapy kwa sasa ambayo ndo tunangojea, kwa sababu jengo letu lishaisha, liko 90% complete, na kitu kimebakia tu ni machine iletwe na tuanze kupeana matibabu kwa wananchi wetu.
kwa sababu hata wananchi wetu pia wanateseka kutoka katika kaunti hii kwenda kaunti ya Mombasa ama kwenda kaunti ya Nairobi kupata matibabu. Itakuwa rahisi kwao kupata matibabu katika kitengo chetu ambacho kitakuwa karibu sana na wao. So kwa sasa hivyo ndo tunafanya kwa sababu hatuna hiyo mashine ya mixed chemotherapy. Yeah. So hakuna kwa sasa Moi inafanya tu referral. Kika pale ukisha dinio na kwa refer to another. Hakuna chemotherapy, hakuna radiotherapy, hakuna hizo mbili. Yeah, hakuna hizo matibabu, hakuna matibabu active. So what we do is wale patient wenye wanaenda, so of course wameenda Mombasa, wametibiwa hiyo siku moja. So wakirudi, unajua kuna zile side effects za chemotherapy ambazo sijaeleza bado. Hizo ma side effects wanakuja nazo, unaweza kuja na nausea, diarrhea, hizo chemo induced symptoms So hizo vitu wakikuja nazo sasa ndo wanakuja katika center yetu, sisi sasa ndo tunazi handle. So sisi we manage symptoms za chemo induced So hiyo ndo tuna deal nayo sasa. Alafu na ile oncological review for new patients, wanakuja onekane na oncologist mkubwa wa saratani ambao sasa ni mkubwa wetu, anawaona na sasa kuanzia pale tunawapangia treatment alafu tunawarifa. Yeah. So that's what we do. Kuna msikilizaji anaitwa Esther Wachia. Ameandika hivi: at the moment hakuna mashine za kusaidia wagonjwa wa saratani at our nearest hospital ambayo ni Moi referral. Na wanafanya nini wao kama wahusika wakuu? Swali la pili, hakuna uhamasishaji mzuri huku Taita Taveta. What are they doing or planning to do about it? Yes. Asante sana msikilizaji kwa hilo swali. Unajua kwa upande wa uchunguzi hatuwezi kuanza tu tunakuja kwa community tuanze it has to have its own logistics. Ile kuwe kumetengwa pesa kadhaa za kuja na kufanya zile uchunguzi, kwa sababu kuchukua biopsy ya mtu na ukose kuipeleka katika mahabara, hiyo sitakuwa ni hatia. So lazima tukuje tukiwa tumejipanga, tuko na vifaa vya kufanyia uchunguzi tukija hapo. So ni kweli bado hatujajipanga vizuri kama county kwamba tufanye uchunguzi wa mara kwa mara katika community zetu, lakini tumekuwa tukifanya. Hiyo sitakata, tumekuwa tukifanya na hiyo sasa ina depend na mgonjwa mwenyewe. Je, tukichukua hiyo kipimo utaenda kuifanya kuichunguza, kuipeleka mwenyewe kwa mahabara ili ikachunguzwe, kwa sababu sasa hatuna ile pesa ya kutosha ya kusema kwamba tunaweza support kila mtu kufanyia uchunguzi. Na sasa kwa kusema ukweli tunataka kuinvite a lot of partners wenye wanaweza kupartner with us so that tuweze kufanya hizo mauchunguzi zote kwa pamoja, na tukue tunaelimisha hata community, tuweze kufika huko mashinani tukaelimishe. Na pia kumwelezea msikilizaji si kwamba eti havifanyiki hizi vitu, na si lazima zikuje zifanyike Moi referral. Unaweza enda katika zahanati zenye ziko katika mahali unatoka. Hizo zahanati ziko na kiwango cha juu cha kufanyia uchunguzi, especially kama ni mwanamke. Kuna hizo uchunguzi wa kuzazi ambao unaweza ukafanyiwa, na kama unaona uvimbe wowote ambao si wa kawaida, pia unaweza enda kwa hiyo zahanati na wakakurifaa, wakakuangalia, wakakuchunguza vizuri. They have our numbers, wanaweza kutupigia simu wakituelezea mgonjwa wetu wako hivi na hivi, na wakamtuma katika kitengo chetu na tukamsaidia. Tumeweza kusaidia watu wengi sana kutupitia njia hiyo. Na sasa pia tunaendelea kufanya uchunguzi za saratani. So ukikuja katika kitengo kile pia kuna venye tunakusaidia na tunakuelekeza jinsi ya kufanya na upate kusaidika. Asante. Tutataka kumalizia kipindi. Mambo ya outreach bado wanasema hakuna uhamasishaji mzuri. Na especially kwa wanaume saratani, wanaume kidogo, wanawake wakati wa breast cancer ama cervical cancer wanajitokeza. Lakini ukiambia mwanamume anakuja kufanyiwa itwa nini?
uchunguzi wa mambo ya prostate. Anakuulizaga inafanywaje? Anamwambia sijui nini, tutawekwa kidole, maana hii, unaelewa? Wanakuwa na hiyo attitude kuhusu what can you tell? Sasa kusema ule ukweli, hata tukisema saa ingine tunatoa like last year tumekuwa na screening ambayo tumefanya kule CIT, zingine tumefanya Moi hapa stadium, lakini ile sasa ukianza kuja kufanya ile uchunguzi unaona kwamba wanaume hawajitokezi. Ni kweli hawajitokezi, wanawake ndio wako katika kiwango cha juu cha kujitokeza na kufanyia uchunguzi. Nimekuja kugundua kwamba wanaogopa ile uchunguzi kufanyika kwao. Alafu wanaume pia si wale watu, anasema sina, as long as sioni dalili zozote, haina haja mimi pia kujileta. Because tumehoji wengi wakasema sasa sina chochote, mbona njilete? Si kama mwanamke anaweza sema hata kama sina dalili wacha nitaenda kuchunguzwa. So katika upande wa uchunguzi tumejaribu sana, lakini tunataka kujaribu zaidi ili tupate partners ambao wanaweza support hizi program. So ile tulifanya ya mwisho ilikuwa ni ya watu wa Safaricom, na wao ndio walisupport, na at least tukapata uchunguzi. Katika wakati huo tulipata watu wengi ambao walijulikana kwamba wako na saratani, na tukaanzisha matibabu. Jambo la mwisho ambayo nafaa kuongea nawe ni mambo ya, nasema kuna machines ziko na kwamba kila department ni important kwa referral. Kama department, kama section ya cancer, kunahitajika kuwa na budgeting plan ambayo mnafaa kupeleka mapendekezo. Haya ni mapendekezo yetu kwa mkubwa wa watu 150, si wachache, ambao wanahitaji matibabu. Mmejaribu kusukuma hiyo agenda kwa wasimamizi wa hospitali ya Moi Referral, mnajaribu kuandika maybe memorandum kama mkiitisha mpate hizo machine, kwamba ni necessity sasa mahali imefika kwa referral hospital iwe na necessity, iwe necessary kupewa. Yes. Kusema ule ukweli, sahi there is a goodwill from the county government of Taita Taveta. Na nasema goodwill kwa sababu tulitumana hizo machine ambazo zenye zinatakikana kabla kile kitengo kijafunguliwa rasmi. So tuna anticipate kuzipata maybe end of this December, so that by January we start treatment. But for now we already tushapeana hizo budget yetu, tunapeana pia what we need, tukapeana specification na vitu zote zenye tunahitaji katika kitengo kile. So kiko katika table ya account, so it's upon the county now wao wafanye kile due diligence kwa wagonjwa wetu ili wapate kuwasaidia, kwa sababu sasa our hands are tied. Tushapeana kila kitu, wao ndio wanafaa sasa kutuletea hizo vifaa ambazo zinahitajika. So it's a goodwill that wamesema wanaweza wametenga pesa za kutosha za kununua mashini hiyo ambayo ina cost over 6 million. So that's a plus for us. So tunangoja, we are there waiting, tuone kama wataleta ndio tuanze matibabu yetu, because team iko ready, billing iko ni kitu tu tunangoja, ni kitu moja, machine ambayo ni ya kuchunguza, ni ya kuchanganya dawa, ndio tuanze kupeana yale matibabu. So kulingana na manpower, madaktari wako, we have the capacity kabisa wako, na wote wame specialize kwa oncology. So what we have there is a group of specialists wenye wamesomea mambo ya saratani. So hakuna mtu mwingine ambayo, so the team is there, we have the capacity of staffing is there. The only thing kitu tunangoja tu ni machine iletwe tuanze kupeana matibabu. Sasa nataka kukupatia dakika kama 2 ama 3. Umeambiwa uongee Kitaita sasa. Ongelesha wa Taita.
Waombe wakubali kuchunguzwa, wasiogope, unaelewa? Just talk to them what you think it's good to tell the Taita people. Lakini mambo ongea na Kitaita. Sasa ongelesha Taita nyumbani kabisa. Sawa. Sasa acha livuke kimzinyi sasa. Mimi ni mundu wa mzinyi. So nabededa kwa bandu bose wa mzinyi wa David na Tuveta yose. Nikimweleza kwamba kansa yeko eni na kansa yeko na isibeni aha. So ni nicha mche voi ama mche mwende andu kokose mba kuna uchunguzi wa mpate kuziganwa kama moko na kansa. So nikivokia kwa aje mashinani koko na clinic yako dispensary iko kavu ina kumoni no kufaa kuende aho kubokie aho kuboke kupimwa uchunguzi kuboke kuziganwa aho. So kamera ya kuzigana ona kuzero kama koka na Kongo na ama kwa bebona sa dalili rikona Kongo niko kusa kuboke kudumwa moi na nabe uhimiza kila mndu whether kwa bona dalili ama ndo kubonie kufume kwende kuchunguzwe na kupate kumanyikana kwamba kama koko na kansa. Manake deka na tabia kwamba dabe besera deka nyumbenyi davika bakongo beka nyumbenyi pamoja hata deko umnanda bona kichonda chabe nuka oka nyumbenyi wasiwa au abesera kufa. So disebesere kufwa iko nyumbenyi iche dichunguzwe na kwa sababu ndekuna ila gojingilemo kubonya kama kwa vika maybe diore stage ya mwisho uko na mabukangaliza dikune ikenaka hidime kuomera icho chonda. So icho chonda chikaomera chaboka kuhoa na kwa pata quality of life ya improve kwako. So nabe himiza kila mundu uende uchunguzwe na niko kubone kumanya kama koko na hiyo kansa. Na kwa county yedu yose viongozi vedu vose na si maisha kwamba beti lazima ikae ni governor ama ikae ni beke ani digore kama hata beke bandu kama MPs hakuna kwanza kwa David yedu yose na ni changamoto na bene kama bandu vose venye vaka kwanza viko katika viongozi viko kwa vitengo tofauti vivuke. Manake mwalala sana sivoni mkaungi wafuma hata women rep modi ama mkaungi wafuma ukakora kwamba diche fight hii kansa kwa kitengo chedu cha kansa. So mimi nabe mneka changamoto kwamba mujifunyire na mutesie bakongo bamzedu mtesie bandu bamzedu biche bijifunye na dipate partnership ili dipate kukabana ugu Kongo ugu. Imagine deka na njala sena dubure dikana Kongo hubu sena denda lo di bonya ila gojingi ndedima. So di bonye hima dijifunyire hata kama ni bavomi maana weke MP bavomi babaka difume diche di fight kwa sababu i cancer nded fight de carry be digore dabe siya county government e carry i fight de fight sibose manake kila mundu either kwa affected na ugu Kongo either directly ama indirectly kwa bo dijifunyire na diche dipimo dibonekane disige boba ko kaya mzinyi na kutulia mzinyi chapchenyi bandu wa mzedu. Sasa ya mwisho nao wala hawajasikia dakika moja ndio umewaambia nini wale hawajasikia hiyo just 1 minute ukimaliza. Kitu nimesema kwamba ninapea changamoto wanawake wote leaders wako katika Taita Taveta hii. Simaanishi kwamba ni wale wanafanya kwa county government peke yake. Kama wewe ni women rep, kama wewe ni MP, kama wewe ni nani uko katika kiwango cha juu cha kutusaidia katika kupambana na hii janga la kansa, utokezee ili upate kusaidia wananchi wa Taita Taveta kungangana na hii janga lenye liko katika Taita Taveta. Hiyo ndo nimesema na nimeongea katika njia ya Kitaita na naelewa wengine wameshanielewa vizuri na wamenipata. Na kitu kingine pia nilikuwa nimehimiza wananchi wote wenye tunaishi Taita Taveta
Maanake kama unaishi Taita Taveta, kumaanisha uko katika una share the same resources na watu wote wa Taita. So watu wote wa Taita tunawahimiza mwende kwa zahanati zenye ziko karibu na nyinyi. Hizo dispensary unadharau, ndio hizo zitakazo kuchunguza na ukajulikana kwa mapema kwamba uko na saratani ama hauna. So unafaa kuenda kuchunguzwa mara kwa mara ili upate kujulikana. Asante. Asante. Thank you. Asante kwa kuja. Asante kwa kuongea na wananchi. Tuna appreciate wale walikuwa wanataka information wamepata. Na sisi kama team ya Vum News Network tunakushukuru sana kwa kutupatia maelekezo, kutupatia hamasisho, na kwamba tutakuhitaji wakati mwingine uendelee kuongea na wananchi. Hii siwe ni swala la mwisho. Bado ufanye bidii, urudi tena na tena. Watazamaji wetu, asante. Kama una swali, kama una maoni, utatupatia nafasi. Unaweza acha swali hapo, tukipata nafasi tutapeleka kwa mhusika, alafu utapata jibu lako. Asante.